That is how thin the line between truth and fake or a lie is. Yani kweli. Unajua you can't. I Uwezi agree. jua kitu unajua sahii ni original. Uwezi. So utapata msee paka alikuwa anasema when you're going to lie it has to be a truth, like it is like forging a painting. Like ndio mtu ajue hii painting ni fake. Bro, you have to be a professional. The fundamentals have to be based on truth, but some of the details ndio kidogo. Kuna venye zitanini, it's only that this is not the original, but the fundamentals of making this were based on this truth. Kweli. Unapata? So hii bado ikinileta bado kwa reason na excuse mali nakubaliana na wewe. I think the difference ni manipulation. Intent. What is your intention? Manipulation tu. Hapo kwa manipulation. Juu ni tukienda dark tu. God kufukuza Eve na Adam. Hiyo ilikuwa excuse ama reason? Cause and effect. By the time wanafukuzwa, excuse ilikuwa, Adam, why are you hiding? I am naked. How did you That was a reason. Why are you hiding? It wasn't an excuse. How did you know you are naked? Because I am seeing I am naked. So, which is still truth. So, it is still a reason. So hiyo ni reason, si ndio? Excuse. How did you start seeing that you're naked? I ate it was nani? Tunda nililetewa tunda na Eve. Eve made me eat the apple that you refused. How is it an excuse na ni ukweli? Eve aliniletea. Una shift lawama. But Eve aliniletea. Ulikula. Haja kuuliza. Mungu anajua mti uko wapi. Anajua tunda ni lipi. Lakini wewe kujitoa ulisema, by the way ilikuwa Mangiti aliniletea ngwelo. Why are your eyes red, mom? Those boys, I smoked weed with John. Why are your eyes red? I smoked weed. Lakini minute unaleta aspects of who you smoked it with. But I haven't manipulated, it is the truth. Bro, uliniletea mwanamke. Sindio? Uni mwanamke mwenye. Why did you cheat? Ndio nisikuwe lonely. Rafi aliniletea mwanamuke. But that's why I cheated. Rafi, I was in the house. Let me tell you, Rafi, Sikiza. Nilikuwa kwa hao na kula hangover yangu fiti. Unapata? Nimetulia. Ukanipigia simu. Bro, hata usietu ulinipigia. Ulibisha. Kaka nimekaa pale na boxa yangu kwenye ka foreign Kenya kana make sense. Na maybe nimejidanganya na kitu inaitwa dawa. Yenye hata sijui kuitengeneza lakini kuna venye tu ina test ka hiyo dawa. Niko nayo pale, Mr. Rafi ametokezea na nini? Nga. Kiyelo. Haya we. Pass mark on the ass pale. Ngi. Iko. Haya. Tena. Kila kitu imekubalika. Sauti nyororo. Alafu kaka unaniambia nisiseme nani alimleta. Nilikuwa nimetulia Mungu, hata wewe mali ulikuwa umekaa uliniona. Ni excuse wapi hiyo na ni reason? Tumesema. Haikuna manipulation hiyo. Sikia tulisema. All excuses. Baiko. Baiko, God kufukuza Adam na Eve kwa Garden of Eden, was it a reason or an excuse? Bro, ni excuse bro. How is it an excuse, bro? Si aliwaambia wasikule hiyo matunda. Mwana aliweka mti kwa shamba. Umambo labda hata ilikuwa kitu ya bosi. Akimtoa bosi. Umeweka bibi jamani, kama alikuwa anatafuta tu reason ya kuwafukuza. Hata story mingi. Kwa hivyo akitafuta reason ya kuwafukuza akakama up na excuse.
Unawezaje ni kulia walai? Mimi natengeza hiki tu. Adam ako like, but simbavu ni yangu mazee. Bosi rada. Kwanza mimi sikukukulia. Unajua ni mtu wako ndo alinikulia kwanza. Mtu wako ndo alinikulia, alafu ndo mtu wangu akanikujia akaniambia, "We, huyo mtu wako ako na game fit." Hebu come to you. So hii yote ni Mungu alijam iligulwa. Unajua kuna msee alikuwa anasema God anatufundisha about love. God ni love. Na God ni kila kitu about love, right? Basi mbona asipende shetani aachane na hizi stress mingi bana. Alimpenda bro. So ni nini basi mbona tuko na good versus evil? Good versus evil ni ya humans. Hizo au kule wale wako. Washamalizana. Akamwambia wewe tu separate lakini tuwe tukigongana. Wewe enda pale kuona kwako. Lakini customer ni yule. Kuona kwako ni kuona kwangu. Ni hivyo. Umeona ni vile buda kwa nakwambia hii nyumba haiwezi kuwa na ndume wawili. Ni kama ume outgrow hii nyumba. Sasa wewe fanya hivi. Wewe unanikulia hadi viumbe zangu. Wewe nika kukula pet wangu, umeleta kademba na kana kukulia dogi yako. Bro, shetani alikuwa like, check man. Wewe mzee itabidi umenipatia bezi yangu ama tutatwangana. Na mzee akamwambia ni aje? Hebu ingia huko chini. Enda tu. Enda. Bado hata humans ni kidogo bado ana rom around. Unaweza waende. Nyoka nani? Nginyo. If pigwa nginyo kuangalia hivi mazee yako like haiwezi. Hebu kama nikwambie kitu. Kama hivi threesome fulani. Kijana mshamba. Kijana bado ako na hormones za teenager. Budu hujatairiwa pale nakwambia diki yako iko fiti. Mbaya sana. Umeipata testing. Ndio hiyo testosterone bado iko 120%. Jamaa kapigwa kapunani. Mambo vulai. Adam rada msako like mazemi siezi. Hata I'm sure by the time God come, I don't think walikuwa wanajificha. Walijificha? I think God alikuja kawapata kwa action bra. Ikabidi umetokezea mapema. Lakini ukumbuke God is omnipresent. So akimangana alikuwa anajua, alikuwa na watch. So mniga alikuwa na watch. Utakufa vibaya Haya. Swali nyingine. Entertainment purposes. Swali nyingine. Having kids. Is it a reason or an excuse? Bro. I go back to cheki. Bao jamaa akona maswali magumu. Sijika tunaweza kunywa maji. Kaka kunywa maji. Nimeona venye umeifetch hiyo. Nimeivuta mbali. I'll be back. Kujaji. Baiko kusaidia huyu mjamaa. Bara Rafi anaogopa rabbit hole ikimfikia. 5 minutes. Yaani kwa Mungu tunaongelea lakini ikifika mahali pako kwa kuumba sasa ndo kidogo. But wacha mimi niseme yangu. Getting a kid, is it an excuse or a reason? Okay. I think it's an excuse. Because ukiulizwa, what's the reason of getting a kid? Ukuja useme, maybe the reason of getting a kid is I want someone to take over my empire. I want an heir. Okay. Wacha tusikie hiyo. Having kids, whether it's a reason or an excuse. Yeah. I think
tukiavi discussion define parameters za what constitutes an excuse and a reason. and we say that a reason borders on truth or intentionality. Let me say intentionality. If you're intentional, you tend to be truthful to either what you are intending to do or the mind frame in your kondani. So if having those kids had an intentional aspect to it, then it's not an excuse. Okay. Yeah. Okay, that's makes sense. Okay. Because if you're intentional, you're truthful, and if you're truthful, then your reason correlates na ile kitu yenye set off kufanya. Unaona? Si ati ukiwa non-intentional ndio utakuja upeane excuses kwa nini umekwama na watoto. Kwa nini una raise watoto peke yako? Or just the reason of you getting that kid might be manipulative. Then you have to be intentional in your manipulation. But there's still manipulation, so that's an excuse. You're looking for an excuse to do something and you're using having a kid as that excuse. So, okay, if that's the specific scenario, then that's an excuse. Rafi, why did you get a kid? Or why did you get kids? And why are you still planning of getting more kids? Because I'm intentional. Why do you want to get kids? One, main reason nilikuwa nataka kujua kama hizi mbegu zinawaka. Okay. Yeah. Like, hiyo ni one. Na hiyo ungeconfirm na moja tu. Inaweza kuwa ni fluke. Kwa hivyo ya to ya mata wetu ya nini kumake sure kama hii gani inaweza shoot ama haiwezi. Hiyo bullet whether imetoka isitoke, hizo ni zile bullet za kwanza za kusafisha rada. Having one reason does not exclude having other reasons in the same context. Tell us other reasons. Two. Me honestly nimekuwa like my own brother for the longest, unajua. Before I knew I have step brothers and step sisters. So like ni kama nimejiraise alone. So my intention with kids is I wanted to surround myself with kids. No. Oh, so it's a you thing. It has nothing to do with the kids. See, when the kids they live their life, it will be their thing. No. As in, but you can, getting those kids has nothing to do with, like, as in, the first thing is you first. Like, as in, I want kids for me. I don't want to be lonely. I don't want to be alone. And that's a very intentional type of reason. Okay. Because you understand why you want kids. So it's not a manipulation to these kids. No. You're not manipulating the kids. No. To get companionship. Because, no, look. They would have been born anywhere else. No, they wouldn't have. They would have. By who? Look. Your kids are your kids, bro. Look. They could have been, if I didn't meet their mother, they could have been another DNA. It's just that me and their mother met. That's why they have my DNA. But you are not... It's not guaranteed that they would have come through you. They only came through you because you met their mother and you guys combined the DNA and now they are a product of that. But doesn't mean huyo mama haezi pata product. Umenielewa? So, as much as kids come because of parent selfish reasons, no. Juu watoto wana come because of, kuna wengine wanaambia si mtupatie grandkids jamani. You know, some people get kids juu mazee wacha tuendeleze uko. Other people get kids because culturally a family without kids is an abomination. Umenipata? So kuna so many reasons. So idea ni you want to use those kids. Idea ni because look for your case. Unataka watu wenye because where you grew up alone nini. You want to fulfill that need that you never got. What if watu you are grown now siku like? Sasa si hiyo iko sawa pia because itakuwaje sawa na ijamiti hiyo need yako? Because wow, skia, me when I'm doing it, I might be satisfying my need. Sawa.
but them when they are living their life, it's time for them to satisfy their. Mimi yangu ni ile ya kuwaleta, how they live there, sasa ni wao wachague. Mbona unawaleta wewe? Mbona nsiwalete? Na niko intentional about kuwaleta. So like as in which sijakataa, I'm just bado hujajibu mbona unataka watoi? Kwa sababu napenda the notion of having kids. Like it's something I love. Like kuwa baba ya mtu. Ku impact knowledge. So it's a you thing. It's kids have to be a you thing, bro. It can't be anyone else's thing. No, it can be a kids thing. Unaweza taka tu mtoi ile tu like unaweza taka mtoi you've created a nice environment yenye unasema I think this environment is ready for a child. So unaleta watoi to fulfill like the evolution. Lakini lazima wewe no, like I don't even have to raise the kids. Nasema naweza peana hata spam zangu tu kukuwe na watoto. Ni kweli, but lazima uwe na hiyo intention ya kufanya whichever action, whether you are donating your sperm, whether you are being co-parenting, whether mnaishi na mama yao, lazima uwe na kuleta watoto ni a personal decision. Whatever now when they come happen sasa, how they will live their life is their own. The difference ni mbona unamleta. Intention iko. Intention kila mtu atakuwa nayo juu umeenda pale kukulana. But sasa so ni wewe mwenye uko intentional mbona unamleta. Like venye tu umesema wewe unamleta because it is for you. I've given you another perception. Unaweza leta watoi for evolution. It has nothing to do with you. Ni ile cheki. Chukweni hao watoi waekeni kwa certain nini hivi. Let's look at them like kama Garden of Eden. Let's look at them like as a so that's a personal preference, ndio? See, that's a personal preference kuwa I prefer tuwafanye a scientific experiment. Like an experiment. Yes. Yeah. So first for kids to come, whichever environment they will find. So it has nothing to do with me. It has everything. See, it is for the kids. Like mimi venye nimegrow nimekuja like venye there are people who are growing looking for solutions. Sindio? Then now you create katuseme tu venye God tu alifanya. Because I'm sure not aka ecosystem an ecosystem useme let's now see how these people can evolve. Sisi wengine huku like ours is already done for. So si tuundia toi kitu nyingine au waamue kujinini. It has nothing whether to save us or not. It is for them. So Nona, your intention was not to parent. Your intention was to nurture in a different way. To nurture encourage evolution. Yes, you understand? But that is your intention. Kuna watu wengine intention. But the kid is not for me. That's what I'm saying. For you, the kid is for you. That is our difference. Ndo nakusho hivi. The intention, we both have the intention, but for you, the kid is for you. For me, the kid is for them. They live their own life. Hata angalia kuna kitu ingine. There are people who raise kids. Ndio wakuje wachukue transplant. Like mtoia na raise you from year 0 to year 6, 7. Ana harvest your organs. Unaona? So whatever you're talking about, sina kusho. Whatever you're talking about is already there. But me, I'm not in the commercial, experimental, scientific realm of... Usijipatie jina kaka. I'm not in the commercial... Wewe preference yako ni ego. You want kids for ego, right? Ambayo it's a personal preference, but pia it's a driving force. But they wasi wanafanya watoiji wa ego kaa kukudenja. Yeah. It becomes a driving force see, of how they will parent. For our culture, getting kids was for ego. You see? Like it was for... But that's because those were the parameters that the society, the metrics that the society used to view value. So for right now... value ni do. For right now, it is totally different. Because you have a different value system. So, meaning, bado you can't still be having kids from ego unless... No, you can. Kwa sababu gani?
we all can live in different parallel realities in the same vessel. Like literally, yule mtoto amezaliwa na ego, mtoto amezaliwa na intentional, mtoto amezaliwa na experimental, scientific, social, accidental. Sote tutajipata in the same vessel, in the same schools. Unajua kwa nini nataka kuelezea hiyo part ya tufike kwa kuhave mtoi kama ni reason kama ni excuse. You know, now if you're getting a child for ego or you're getting a child for transplant, gani ni reason, gani ni excuse? It depends on nani ameuliza swali. Cause hii ego huoni kama ni manipulation on the kid? Ndo nakwambia hivi. Ama zote ni manipulation? Zote. Wote vifu mtu umemzaa akijua by the way job yako wewe ni organ donor. Unaona hata kurizwa toi. In fact unajua huyu organ donor hata reiziwa kama mtoto. Hata si ndio? Hata reiziwa tu, yani anareiziwa normally, sometimes wanapigwa, sometimes yani ni vitu zingine. Hapana, si ataekwa fiti mahali tu. Yani angoje wewe by the way unaishi. Ina depend na the child factor yenye atajipata ndani. Because not all managers are the same, bro. Kuna wenye they relish seeing a child suffer, so torture nini. Na kuna wenye it's strictly commercial. Wacha kula kifika 7 years, liver inaenda, lungs inaenda, trachea inaenda, macho inaenda, bro, masikio inaenda, mapua inaenda, bro, hadi nywele, stem cell, bro, they harvest everything in that person. Mtu yeye akizaliwa lakini anazaliwa bila pain receptors. Hapana, si atazaliwa tu normally. Kuna hadi wa mama wenye they are breeders, like wanakuja, hiyo ndo purpose yao. Wanalipwa tu wazae na wache watu hivi. Nothing seems harsh, lakini it's a reason though. You know, it's an excuse to make money. So, for people who are making money, for people, we remember we like here we are talking about you having the kid. Is it a reason to have a kid? Is there a reason to have a kid, or it's an excuse to have a kid? It depends on the intention. Nimekwambia hata kama ni ego is expensive to maintain, bro. No, mtu mwenye so if it's an ego, is that an excuse? No, mtu mwenye ameifanya out of ego, they stick to plan. Juu hiyo ina boda ile kitu yenye na inamuaffect ndani. Kwa hivyo ni mtu ambaye atatafuta resources za kufanya hiyo kitu, kwa sababu hataki aibu. Yeye anataka hii ndio pride yangu watoto. So ni ego, ni excuse ama ni reason? Si tusha categorize already. If it borders on truthfulness and intentionality, then it's a reason. It's a reason. If it borders on manipulation, then it becomes an excuse. Alipata mimba ndo atrapu huo chali apate. You understand? Hiyo ni mtu yeye alikuja kwa excuse. But in our parameters ama wewe ulimpatia mimba ndo utulize odem. Ndo hivyo. So in our parameters of analysis, si ati ni universal, vile tu tunaianalyze kwa leo, context yake, kwa context ya leo. Inaweza have any other interpretation, lakini ndio to simplify the reasoning behind it. Tumesema ni aje ile ambayo iko na manipulative tendencies, we can say that is an excuse. Ulitafuta any excuse kupata mimba ndio uolewe. Naona kama vile Waislamu ilikuwa idunga mtu mimba mkeka, ndo mkeka teketeke, unapewa na kwa wake. Hiyo ilikuwa kwa culture kazi zote. Unakalishwa chini kwenye mkeka teketeke, do you take the kumani? Bro, unaoa hiyo. Unaoa hapo before mtoto so unaona. Mr. Baiko. Baiko bado anapewa BJ yake safi pale kutoka Ushago. Baiko. Umeamua kutuchukulia payment. Lipa. Unaleta mtu kwa mic hapa hivi. Mlipe. Wewe Mr. Baiko. Tuimalize hii. Unajua mimi nawachekelea bana. Kwa nini? Unapiga story moja ya
ya watoi na msee mwenye amechoose kufanya watoi kama organ transplant. Hadi mzee mwenye ame Mwanzo wewe ni mse mwenye umedonetwa toi naongelea the owner of the business. by the way, lakini yenyewe unajua hiyo idea, but before nilete hiyo idea, Baiko unaonaje? Enda hapo kwa hiyo idea alafu tuende. Wewe mnataka kutuingiza kwenye mashimo Like- sasa. Wakati ndo No, sasa. for real, like saizi Mm. badala ya sim 2 venye siku hizi naona nika sim 2 ndio value. Badala ya sim 2 mbona hiyo isikuwe biashara? Kwa harvest organs ni yangu to agree na dem mwenye anaweza beba pia, si ni mwili wake. Tofauti ni hii mkundu ni wako. Yule Kono organ mtoto ni wa nani? mtoto wewe ndo umemzaa. Legally ni wako lakini organs ni zake. Kwa hivyo hiyo hapo ndo shida inaingia. sasa unaona Hiyo mtoto anaweza zaliwa alafu tusimregister kama human. ndo nakwambia hivi. Tukue huyu ni organ donor. In the color of law, the name is yours. But No, the moment you name organs, them, they become you don't own their organs. You just own their presence at the 18 years and their responsibility over them. Na bado unaweza nyang'anywa. No, mi sijasema ati tufuate legality. Yani mi naongelea like that is something that can actually like it can help. Afadhali uze sim tu. Afadhali upige kafuri. Baiko Uangalie spreads. Baiko sim 2 ama organ donor? Uze cha mwenzako ama uze chako? Bro, unajua mtu ushampatia feelings. Azin usimpe feelings. Wewe mkundu umeupa Mkundu ni wangu bana. Sasa Uko. uze chako. Sasa bado mtoto. Hadi Baiko unasemaje? Unajua kwenye Rafi hataki kuenda ni hapo. Usipi najua naongea na matraffickers na organ donor. Na Rafi ashahepa bana, ameshaenda sim 2 mapema bro. Nimeona mpaka ningekuwa kwa set naona Rafi akitoka kwa kiti polepole. Unaona? Mimi niko tayari nikae na mtu anauza sim 2 kuliko nikae na mtu anauza organs. Mtu wa organs ni hatari wewe. Anaweza kuwekea mchele ujikute na one liver. Organs tunaongeleza watoto. Subiri Rafi. Hawataki organs zimekunywa konya za moshi. Rafi, subiri Rafi. Wewe marinate organs za. Ati organs za moshi. Ati yeye unasemaje Baiko? Huyu dem kwanza amesikiza Rafi akasema huyu jamaa anataka mimi nimlipe. Nataka huyo. Mwambie Rafi yuko, alafu mwambie Rafi yako na dread. Akasema wacha tuone naye atalipa mwingine. Wewe mnataka kuni harvest organs. Wacha tukubroka. Wewe unatupatia percentage yetu tu safi tu. Umetoka mwambie mkipata kwa room. The biggest hii conversation tulikuwa nayo na jamaa mwingine ana consider yongo kuwa mwendo wazimu juu. Once wanasemanga even a broken clock tells the right 2 times a day. Yes. And there's a guy called Mwalusaka. Tulikuwa na have conversation ya Africa and export za Africa. Na akaniambia something very interesting that Africa, its biggest export is labor. Yes. Kama human resource. Yes. Tunaongea juu ya trafficking. Tunaweka trafficking kwa sababu hiyo ndio tumeambiwa iko. But literally, how do we escape poverty? Si tunauza kidneys zetu na organs zetu.
Si kwanza hata Yeah. si ujiuza sasa, hata wacha hata hiyo kidney, na tunauza mwili mzima paka akili inaenda. sisi ujiuza. Mwanzo unamwambia hata hizo kucha for science experiment, Tafadhali nunueni. unajua toeni, mnaweza zile fake by the hatahitaji macho juu mbinguni hataona kitu, tutapatiwa macho nyingine. Tunafanyanga hivyo juu hiyo resource iko unlimited. Sisi tunaweza, bro, Africans are very good at are very fertile. Mbwana hatujawahi fikiria ku have conversation ya using fertility as a strength. Wewe unaweza zaa watoto 5. Si tutolee kidneys wewe. Na malangs. Wewe tutolee lungs, wewe tutolee kidneys. Hivyo. Na to agree on that. Because it seems so absurd until you go back to wanyama. We literally keep animals for the same reason. Difference yetu na wanyama ni nini? Utaambua consciousness. Bana. But mnyama si conscious. Debatable. Ako alive lakini the only difference between an animal and a human is that we can be held accountable for our actions. Who told you animals are not held accountable? But tu ni ona dogi, unaweza akifanya makosa unaweza mpiga. Makosa according to who? Tuseme dogi kivyao haiwezi fanya makosa, wako na structures. Ndo nakwambia tuseme dogi afanye human makosa, amekula human makosa human according to human mind, si ndio? Si utamnyuka. But ye hana capacity ya ku own up to the mistakes zenye amefanya. But ye si mistake, ni wewe ndo unaiona kama mistake, but to yeye si ati hana capacity. Ndo nakwambia according to my parameters. Sasa unaona venye mimi naweza judge yeye amefanya mistake. Naona naweza judge anahitaji kupigwa punishment. Naweza judge the level of punishment. Yeye anaweza pia venye juu wanyama pia upanishiana. But hawana ile ownership of the process. What do you mean? Kweli? Sasa mnyama Rafi, unajua mnyama anaweza kuwa na capacity kutuliko ya kujihold accountable, because animals are dealing directly with nature apart from mama pets wenye sasa ni sisi kwa wao. But animals huko nje they are held accountable, wako direct na nature. Hakuna venye wanaweza fanya kitu ya ufala otherwise then naona unaweza ona lions wanaweza ishi in the same area na magazelle, na gazelle zitaenda extinct. Unajua unakula tu kushiba, si ati kukula ati unaenda unauaua ukiwa save. Yule mnyama mwenye saa ameturn out kazi yake tu ni kuua, tunapata hata wanyama wengine wanamhunt. Ndo nakushow sisi who learn through naturalization and naturalization. Sawa? How, since unasema they interact with the land, is it that they learn through naturalization or through the nature or through nurturing? Both. So pia wako na capacity ya kulearn through the nature na kulearn through nurture. Unaona? They adapt. So tofauti ni nini? Sisi huita soul. Unaona venye wewe unakuanga na inner voice. Sawa? Yenye na kubongesha. Mi inner voice yangu yuongea Kizungu. Unaona? Kuna watu wengine inner voice yao yuongea Kiswahili. Unaona? Why did you do that? What the fuck? Unaona? So ile kitu inaasumiwa ni hawa wanyama hawana inner voice kama hiyo. Tulia. And that's the consciousness. Not a provable one yenye tunaweza jua. But yetu si tunaweza prove kuwa uko na inner voice. Naona nilisema they will say consciousness no difference. But bro, kama kuna wanyama wanafuata vitu tuna intuition. Wanasemaga inakuwaga ni horses ama sijui ni elephant. Hata insects. Ile kufuatana hivi kwenye msururu kubeba kwenda. Yani hata kusense danger kusense weather season intuition. Lakini sasa sikia.
kuna vitu fulani ambazo ni nature imewafanya wame experience. Animals wote, human animal and the animal, sote si learn through repetition. Ndio maana So sote tuko na soul though, tuko na hiyo consciousness. Lakini hiyo inner voice sasa ndio consciousness. Hiyo inner voice, yani kuna wewe. So sasa jibu Baiko. What is the difference between? Mimi naweza sema that inner voice, hiyo kitu yenye naongea ndani ndio maybe wanyama wanakosa. Wanyama wana inner voice. Na ndio unajua sikia kwenye Planet of Apes. Naona the minute those apes got more than just they were able to communicate. Yani hiyo yenye wanafikiria ndani ilipoweza. So wako na voice ya ndani. Sikia. Akivocalize, na sisemi me. Akivocalize in a language I can understand. In a manner I can understand. In a human language. In a human language. Because wana vocalize language yao. That means atakuwa ametranscend from his animal orientation to my orientation. So are you saying if I can communicate the language of meh, have I transcended from human communication to animal communication? If you can say meh na wakujibu, si wanafanyaga hiyo meh. But unajua kuna mse anaweza fanya hivyo na ajibiwe because ameget the frequencies and the tone. Lakini right. Si ati anaelewa wamesema nini. Ana communicate na wanyama like amewa. Unaona venye unaweza ambia umbo wako najue ni kuangalia juu. So unaona hiyo communication it is a bridge between a human and animal communication, meaning si ati kam ati dogi naelewa kam ni kuja hapa. Lazima uizoeshe the same way nature huwa inaizoesha. Unaona? Ndio maana monkeys wakiona birds wametoka teke, wanajua kuna tiger, kuna mnyama, kuna predator around. Unaona? Kwa sababu wamezoea. So kuna vitu nature inaweza kufanya uzoe, na kuna vitu nurturing. Kama mamako akienda kuhunt, anawabeba, mnaona the chase, unaona, mnaona the take down, unaona. Hizo ni vitu ambazo unafanya mazoea, unaona. The same way kama watoto wa Jews, when it comes to the finance, the law, the medicine, wako huko ndani, unaona. Sisi wengine ndio tunaachwa na futa buda futa, unaona. So mi kile naweza sema ni sisi tuko na visible inner voice, na ndio hiyo tunaitanga a visible. We don't have a visible inner voice. Aya, tuko na inner voice, toa visible. Yani nilikuwa nataka kusema, yani hiyo inner voice yako unaijua, si ati haiko. So when I say visibility, it could be personal visibility, not universal visibility. But hujui Rafi. Mimi najua, sio na pia hatujui kama animals wako nayo ama hawana. But the minute the reason kuwa hawajatuteka tunajua hawana. Unajua aje hawajatuteka? Bro, ushaikuwa na paka? Bro, unaona Rafi, acha nikuulize swali. Hebu ni explainie hii kama sikutekwa. Umeweka manyama kwa nyumba yako. Unaipatia chakula. Unaipatia mahali itakaa. Inakupea tu kitu moja peke yake, ila maziwa ama nyama. Okay. Lakini itakaa vizuri kabisa. Ama security ama inakushikia panya. Nani ameteka nani? Sasa sikia. Nani ameteka nani? Sikia. Ni hivi. Kuna msee na nakujibu. Kuna mahali maji ni more expensive than mafuta. Na kuna mahali kwingine mafuta ni more expensive than maji. Unajua tofauti ni nini? Yule mwenye ameka huyo mnyama hivyo na anataka one aspect of it, mayai, ako intentional. Kwa hivyo hiyo chakula kwake si kutekwa. Kwake ni kitu yenye hata kama ungekuwa mmemteka hainge mata. Case in example, tuseme mtu akupatie 10k, kanunulie simu cheap, wewe uende usinunue. So yeye atafeel ametekwa kama hana 10k nyingine. Kuna mtu alisema before nikurudishe kwa Baiko. Kuna mtu alisema
aliambiana ni birthday yake. Chali yake akampa do aende akabuy gift. So dem sasa akashika hiyo do akakoa, sasa do ni yangu sasa nunua aje gift. But anyway, hiyo chenye umesema, kwa hivyo mtu akikuwa intentional na kuhave mtoi as an organ donor, what's the problem? Juu venye yuko intentional na kukuwa na kuku ndo upate mayai. Sasa it depends na venye umeangalia mtoto. Depends tena kaka, si tuko kwa intentional. Problem iko hapa. Wewe huyu, this one is no longer a child. Huyu ni mifugo kwako. Tumemuita organ donor. Si ndio hiyo unamraise kama mifugo. Usimpe majina mingi, tuende tu na organ donor. Huyu ni mifugo. Which ni organ donor. Ndio hiyo. Sasa tutumie organ donor. Tusiipatie majina zingine. Tubaki tu kwa organ donor. So tuseme unamraise kama mfugo. Organ donor. Si ndio hiyo? Organ donor. Si mifugo huo donate nyama. Tuseme tu tunamraise kama organ donor. Unamraise kama mfugo. Kwa sababu ukimuita mfugo ni mfugo. Huu ni human. Mfugo is an animal. Bro, unamtreat kama why you not calling? Sema. Wewe uraise organ donor. Kudefine wanyama ni wanyama. Sikia. Wewe unataka kuraise ng'ombe in human form. Hapana, sasa sikia. Huyo mtoto ni ng'ombe kwako na ni mbuzi. Nani amekuwa tofauti? Ng'ombe na mbuzi imetoka wapi? Unaona venye unavyo deal na mbuzi casually. Unamfuga ndo mchinje. Adonate nyama. Sio na donate viungo. So wewe huraise mtoto. Nani amesema wana donate? My God. Wewe huraise mtoto. Just deliberately refusing to understand. Wewe una raise mfugo but unaikala na language ya mtoto. Mbona unaiita mifugo? We eat tu organ donor. Si mifugo. These are not animals. They are organ donors. Why are you comparing them? Why don't we just have the conversation of organ donors? Hutaki uitwe animals kwa sababu gani? Kwa sababu they are not animals. Sikia. You are willing to be illegal to sell them, but you are hurt by the truth that tunatreat kama wanyama. Si wanyama bana. Hapana. Si wanyama. Si wanyama. Lakini organ zao dawa. Lakini waite watu. Again, nimekwambia waite organ donors. Wanyama. Sindio? Sijakwambia uite wanyama, sijakwambia uite watu. We've just given them a name. Why is it so hard for you to go with that name? Bro, imagine mimi. Imagine problem yangu ni ya semantics. Yako is deeper than the words. Wewe na baiko muuza viungo. Mimi yangu ni grammar. Kwa conversation mingi ukitoka kwa semantics. Yenu shida yenu ni Interpol. Hata nikwambia kitu moja. Unaona sisi makosa yetu inakuanga. Nyinyi ni majangili nyinyi. Nyinyi ni majangili. Ngoja usikie baiko. Ni baiko Sisi si majangili. Na sisi si anything. Wawindaji haramu. Nilisema tunakujanga hapa kwa project, lakini sasa makosa ni mtu anafikiria na project shida. Sisi tu project shida. Sisi tuna project kitu kingine. Sasa mtu anachukulia kama shida juu bado haja cross over. Kuna mtu aliniuliza aje. Hii podcast yenu mbona mna watu wengi? Nikamwambia hatuna watu wengi juu si ya kila mtu. Bro, it's not for everyone. Zile jokes tunapiga hapa, they are very dark jokes. Tungetaka kukuwa na kila mtu, tungechukua structure ingine. Of course tuko na all the tools to go towards that direction here. Tuko na cloud chasing, but we don't want it. Na sasa tungekuwa pale Dizo wako na dress. Bro. Na wewe najua ukitaka kuperform unaweza perform. Akifanya forex. Mimi naweza perform, nyinyi mnaita kinuthia. Forex trade. Mimi naweza perform hadi mudhani kinuthia ni sistangu. That's not the whole point for Sam this. Smith Dizo. Because of one thing. Bara
Wacha hata Sam Smith, kuna huyu jamaa mwingine anakuanga mweusi na Little Nas X Dizzo. Ebu ngoja we niwaulize, si Bahati anapitia humiliation ritual ya ukweli? Hizo ni gani? Sasa hivyo ni bro wewe bro, there is a ritual inaitwa humiliation. Ya wapi hiyo? Hiyo ni ukijoin cult. Hiyo ni ritual ya wapi? Sikia, you anytime say amejoin cult. umepitia na Rafi, umepitia ritual. Azi bado. Na sisi tunaitwa traffickers bana. Kumbe wewe unajua madili zingine huku. Unajua kuna kujua na kuparticipate. Ati what is humiliation ritual? Ni kuna cult fulani ukiingia ama societies fulani ukiingia, wanakuambia kuwa lazima uchafue jina in the standing of society, because haijalishi nani mwingine mwenye anakuchukia, sisi ndugu zako tunakupenda. So ndio uwe one of us, you must rise above kufeel anything when you are ridiculed. Sasa si tunataka uvae dress na makeup na ukemewe na uweze kuihandle na ujue kuwa sisi ndugu zako hatukukemei na hatukujudge. Unaona? That's why maartist wengi wa US wanavalishwa dress, thong, naona mastiletto. Sasa mtu kama Bahati niliona TikTok fulani, jamaa anasema wale watu wanapitisha Bahati through a humiliation ritual imetosha. Mshamvalisha kila kitu, red dress na makeup na lipstick na stiletto, mshamfanyisha. Ngoja, first of all, what is entertainment? Anything entertaining, yani kitu cha kuconsume for like anything that can reflect our reality in a funny way, or in a light way. Now, is Bahati an entertainer or not? Bahati is an entertainer. Bas, why don't we just look at it like that? But see, that is simplicity looking. No, because always know you know what that is, Rafi? That is the truth looking. Beyond that, wewe ndio sasa unaingia into overthinking. So look at it, because can you prove it that Bahati is in a cult? Look at it this way. Every image is a message. To who? Hapo sasa. Bro, Bahati... Okay, let me give you another example. Yeah? Kuna mtu tulikuwa tunaongea naye stori za majini. Akaniuliza, ushaona jini? Nikamwambia sijai. Ushai kuwa na jini? Nikamwambia sijai. Akaniambia yeye ashai kuwa naye jini, and saizi kuna venye he's planning of getting another one, but that's the farthest he can tell me, because beyond that we can't have a conversation because we are not on the same frequency. Unaelewa? So I can come with all my ideologies about someone with mwenye akona kamera. Mwenye akona kamera zoom out kidogo, nimeona nywele za Rafi zikisimama. Kidogo Rafi anaona tushamshika bana, tunampeleka kwa Bahati. Naona. But mwanipeleka baharini. But anyway, so he was like, tutakosana bure kwa vitu zenye we are both not integrated on. Unaelewa? Wewe unaweza kuja udhani hakuna majini, because you want to prove hakuna majini, ni kutupia jini mbaya tu kukufundisha lesson. Wewe ndio umejileta. Wale wenye wanataka majini wanawapata, wale wenye hata hawataki hawawapati, hata hao majini wakitupwa, because your frequency is not there. This whatever is thrown at you, if it is a spirit or anything, it is energy.
that energy Rafi, if it doesn't rhyme with your frequency, you gonga tu ama inapita. Is like if I can use a layman or a cliche point of view, umehetiwa mara ngapi? Umehetiwa mara moja. Na kwa hizo hate zote kuna zile zenye zimegonga mahali. Unajua ile kuna mtu amekuhate uko fuck man. Why? Unajua? Alafu kuna ile yenye imehate uko mpaka hata unakaa uko nataka uendelee kunihate wewe. Unajua juu anasema hiyo kitu unatafuta mahali na kuuma iko. Unatafuta kwa sababu frequency yako na hiyo hate haziko pamoja. So hakuna energy utanitupia yenye, unaelewa? Ndio hiyo kitu yenye unasema ati if you argue with a fool you become a fool. Why? Because you enter that frequency. Bro, if you argue with a smart person you can also become a smart person. Why? Because you enter that frequency. Unaelewa? So ina depend ni frequency ya nani iko strong. Frequency yangu ikiwa strong hautaniingia. Twende sasa hata kwa bahati sasa. When you talk about bahati or when you talk about someone who you don't know in person, anything you say about that person reflects a lot about you, not that person, because you know nothing about that person. Unaona? The only thing we here know about Bahati is that he is an entertainer. Bro, beyond Bahati being an entertainer, we are just now reflecting our insight. Unaona? In short, I am 100% sure right now tukiona Rafi in a dress, I am 100% sure it will be humiliation ritual. Of course. Unaniget? Because that's where your frequency is. It doesn't mean Bahati's frequency is there. You get? And I am not saying it might be wrong or right. I'm just saying we can't discuss on something that we are not sure about. So it's true that we cannot be absolute. Yes. Because you don't have the insight into the ins and outs of Bahati. But one thing we can do is analyze. Because, again, wait. Because the symbols ama the things zenye ana display have a certain pattern in our real world, in the entertainment world. It is something that happens. Look at it this way. Ilikuwa for you to make it as a black artist, you must wear a dress, even the white ones. Hiyo tuliambiwa. Haya. 50 Cent hakufanya hivyo. Ngoja. Na tuiachie hapo. Hizo ni vitu tuliambiwa. Not everyone who made it did that. You get? Haya, tuendelee. Nitakurudia kwa chenye yule mjamaa wa majini aliniambia. Hautapata jini mpaka unianalyze na majini zangu. Unaget? Otherwise, if you don't, kama venye saizi tukimaliza hii conversation tuiachie hapa. Taka hata uende vile mimi saizi niende vile nipatane na jini, hutamuona huyo jini. Kwa sababu you are not on this frequency. And you're okay like that. Unajua? Hiyo kitu tulishindwa tukidanganywa na kuogopeshwa ati unajua ukienda huku utapata jini. Jini anakuingia when you allow them. They knock. You get? They don't just capture you. It is because you allow them. There's something in you that attracts them. Then they come in. So when you analyze something, then you enter that frequency. Unanipata? Naanda nakwambia ya Bahati sijui. But chenye niko sure saizi nikiona Rafi na dress. Because Rafi ameanalyze your frequency. As in, sita feature, nitakuwa like, by the way, Rafi yako kwa humiliation ritual, juu ni mtu najua, na ni mtu najua frequency zake. Unaget? Sisi wote, tukijipata tuna follow hiyo narrative, then we are falling into an agenda. Unaget? Nilikuwa nasemaga, if you find yourself following something as a mass people, then I want you to know that is an agenda. It is not a real thing. Mkijipata nyinyi wote mnakubali kitu fulani,
Then hiyo agenda has It's passed. agending. The agenda is agending. Ati sisi wote tuka hivi tuko like bana, right now we are in an era of awakening, which me hadi mu sema we are in an era of awakening, but recently nikaanza kujiuliza why is it that we are all just agreeing about that. What is this that we are being made to feel comfortable about awakening, mpaka ni kama kuna kitu tunakuwa distracted from, because if you look at it very well, we have been on awakening. It's only that right now there's a lot of medium to spread, you know, our theories, unaona, but kukaa ati sisi wote tuna agree kuna awakening, kuna product iko karibu kuuzwa ama inauzwa. Haya, tukuje tu ile venye tulikuja tukaanza kuambiwa watu wako Illuminati, na sisi wote tukubali hawa wasanii wako Illuminati. What did that do? We gave these people so much power that came with fear, to a point ukiona celebrity hivi unadhani huyo mjamaa ni mspecial, unadhani ni Mungu, unaona, kwa sababu wewe unadhani wewe Illuminati hawezi kuona wewe. What would Illuminati do with you? Umepatia mtu power fulani, alafu bado unakuja unakaa like mimi siwezi kuwa Illuminati, but venye umeweka kichwa chako ni mtu mbigi hata hawezi kukuona. That is an agenda that was being pushed. Unaget? Ma celebrities right now I'm watching their interviews and I'm realizing history ya Illuminati na nini, it was just something that was fed into maybe some people. But also, Dizo, remember, just because you have not come across those people does not mean those people don't exist. Again, I haven't said these things are not existing. That's when nilianza na story ya huyu beshte yangu mwenye ako na majini. Mimi nikiongea na wewe kaka, mimi nitakwambia hakuna majini. But I am not going to sit back and say ati like hakuna majini hii dunia, but kwangu maisha yangu hakuna majini, but kuna majini. Unajua ni venye tu siwezi anza kupruvia. That's why nakwambia mimi kwa maisha yangu hakuna majini. Understood. But kuna msee akikuja akisema kuna majini, nitamwambia hakuna, sitamwambia hakuna. Ndaka niko like we kwako kama kwako wako, then maybe mtu mwenye ako interested on how anaweza kusikiza wewe more. Mimi on Illuminati, bro, mimi I was so much into conspiracy theories, bro. I was so much into hizi vitu za Illuminati, kufuata maceleb, kuangalia hizi vitu, because me in my head I was like, all along I've always felt I was special. So me in my head I was like, if I'm special, then Illuminati, hiyo ni place I don't mind being there. Because clearly inachukua tu watu special. Whether nyinyi mnasema ni kwa shetani ama si kwa shetani, point ni watu special wa society ndio wanaenda huko. So mbona nisiende huko? Bro, so deep into that shit. But ngakuja tena the more na at least saizi juu ya teknolojia tunasikia wale maselebu used to look up to nini, tunasikia conversation zao, unakuja una realize watu wengine wamekuwa maseleb through grind, bro, through process for real, hakuna na through ujanja. Ukisikia venye Ice Cube anaongea uko like huu ni mjamaa alikuwa mtoi na bado alikuwa like majamaa hii contract inasema. Unaget? Sahi ukiangalia the people who used to carry the thought maybe 2-3 years ago, if you look at their new interviews, your machoism is no longer appealing. Haiko kabisa. It's lost.